Shani. Wewe naye kwa simu? Kuna ubui nataka nikupe Shani. Sema wewe Shani, kifua chako kuhifadhi kitu hata uwezi. Yaani ungekuwa unaweza kuhifadhi hata kidogo tu, mimi ningekugaia. Hakika ubui ungeupata. Usingeweza kulala. Wewe kama unanipa uombea nipe. Maswala kunisema sema kitu gani lakini? So Kigoma iko? Ndio chenye Kigoma shoga yangu. We, tuwe tukakifanya. Twende. Tukaje pale. Usijali shemeji yangu, leo tumekuja kusafisha nyumba. Ndio! Tunasafisha nyumba. Usijua ni kwamba mimi na huyu bwana tulitalakiana. Ndio! Mpaka huu muda tumekuja kusafisha nyumba. Nimejaa vitu vyangu, nilivyokuja navyo na nilivyovikuta. Ndio! Nabeba hadi kunguni. Wewe. Sikiza. Somo na huyu mnyonge watakaomuonea kila siku. Sikia sasa. Hapa amuondoke na chochote. Njia mlokujia ile ndio njia mtaondokea. Hamchukui chochote. Nicheke mtoto wa Kinyarwanda. Wewe kama nani? Mimi ndo nishaongea. Wewe baba usintibone hizo nyezi zilivyokaa kama shamba la mpunga Inakuhusu nini? Pilipili sasa na kuasha nini wewe? Ndio nishasema amchukui chochote hapa. Jamani tunabeba tu baby. Kwanza wewe unaongea kama nani? Kama unaongea wewe cha na mimi pia cha naongea kwa taarifa yako. Vitu tunachukua na utufanye chochote. Muone ile saa kwanza kama bakozi. Tunabeba babu wewe. Kide. Ilipofikia hapa, uwezi ukamwambia chochote akakuelewa huyo. Wewe waache wabebe. Kikubwa tu aniachie roho yangu.
Kumbe hilo. Shoga. Yamekuwa hayo tena? Ndio. Tena sasa hivi shoga yangu penzi paja. Tia neno usutwe. Ninavyokuambia sasa, mwanaume halali kwake. Analala kwa shoga. Mbona mapema? Na mwanamke anamhudumia kila kitu mwanaume. Upo. Makubwa. Makubwa ya nini? Yaani kwanza labda niwaambieni kitu. Hawa mahusiano yao hayawezi kudumu hata siku moja. Yaani kama ameshindwa kudumu kwenye mahusiano na rafiki yangu, ataweza kudumu na huyo mtu? Alafu kwanza mimi nilikuwa nawaona tu muda. Mara sijui wasaidiane kufua, mara sijui wafanye hivi, wakienda wanaume hawa. Ila we naye, hebu waache bana. Niwaambie tu, huyu ndo mpenzi wangu, hakuna mwingine, nitempa moyo wangu. Mwenzenu napendwa, mfano wake. Poa. Makubwa. Mambo Kado? Poa. Pole na udobi. Naona unashughulika. Asante. Karibu. Asante. Naweza kukusaidia? Nahitaji kusaidia kufua. Hapana. Kwani nguo zenyewe ni chache tu. Hizo pia mimi naziweza kuzifua. Naomba tu nikusaidie. Japo anapajua kwangu, ila kwake sipajui. Anawajua ndugu zangu, ndugu zake siwajui, ila mwenzenu mimi nimenogewa kwa huyu mpenzi. Nimenogewa kumwacha siwezi, kwake ndo nimenogewa kwa huyu mpenzi. Alafu pia pole kwa matatizo alokukuta. Asante sana. Unajua nini Kado? Hata mimi mwenyewe na matatizo yangu mengi makubwa sana. Natamani tupate muda twende pembeni tukazungumzia matatizo. Kim, ni matatizo gani hayo? Kwani tunaweza tukazungumza hata hapa hapa. Hapa hata sio sawa. Ndio maana nakuomba tu tukazungumzie pembeni. Samani lakini kama nitakuwa nimekubuguzi, ila kwa hapa nyumbani mazingira hapa sidhani kama yanaruhusu. Haya, sawa. Nimekuelewa. Niwaambie tu, huyu ndo mpenzi wangu, hakuna mwingine, nitempa moyo wangu. Wanataka kutoka. Unataka kutoka? Unauliza kwa nguvu. Angu ya makubwa. Basi kutoka. Mwenyewe unampenda mume wako, unampa kila kitu maana ndio wako. Vidudu mtu kwenye ndoa yako wapo, wanachotaka kuharibu ndoa yako. Samani mwangu kuita hapa. Bila samani mwanangu. Karibu sana tuongee. Asante mama. Mimi nimekuita hapa pamoja na mwenzangu Kado
kwa sababu nataka kukushukuru sana mama yangu kwa ushauri wako. Yaani nakushukuru sana na zaidi ya sana. Wow. Na mimi nafurahi sana kwa kusikiliza ushauri na kuufanyia kazi. Hatimaye leo angalau kuna kijitabasamu fulani hivi ambacho kinaonekana. Nikupe hongera zako mwanangu. Asante mama. Lakini pia nimekuita hapa kwa sababu nyingine pia. Nilikuwa nina ombi ambalo ni kutokana na kile chumba cha mwenzangu Kado. Nilikuwa naomba tukirudishe kwa sababu sasa hivi tumeshakuwa wapenzi. Kwa kweli nina furaha sana kusikia maneno ya busara kama haya. Sasa mimi ni nani mpaka nipinge tena? Watu mmeshakubaliana, amani imepatikana. Hatimaye leo mwanangu halii tena. Wanangu, kuweni huru. Mimi nimewaruhusu mwe na amani ya kutosha. Asante sana mama. Nakushukuru sana kwa kuwa mama yetu mwenye nyumba. Maana una upendo sana mama yangu. Mungu akubariki, akuzidishie upendo huo huo. Amina insha Allah. Sawa mama, kuna jambo jingine kuhusiana pia na zile pesa unazomdai Kado. Nilikuwa naomba nipe muda kidogo ili niweze kutafuta nipate kukupa mama yangu. Wanangu vipenzi. Kwa hakika mimi nawapenda sana. Na pia ninawajali na kuwathamini pia kama wanangu. Hivyo, hayo mengine yote ni ya dunia, alafu ni ya kupita. Kwani hela, pesa ni nini? Mbele ya furaha na amani. Sasa hivi tumemuona Kado anatabasamu, angalau kwa mbali. Nuru, amekuwa na muonekano. Amerudisha rangi yake kijana HB. Mimi siwezi nikawakatalia kwa lolote. Kwa hivyo mwanangu, niwatoe tu shaka na hofu kwamba mimi kama mama yenu, kwa sababu ninawapenda, ninawajali na kuwathamini, ile hela nimemsamehe. Kwa hiyo msinitafutie chochote. Mimi ninachotaka tu muwe na salama na amani. Na Mwenyezi Mungu awajalie mapenzi yenu ya dumu. Tena ya dumu zaidi na zaidi na zaidi. Mama, umeongea mengi sana, nimekusikia, lakini pia nitoe shukrani za dhati kutoka ndani ya moyo wangu. Mwenyezi Mungu akupe moyo huo huo, moyo wa amani, upendo na furaha. Amina insha Allah. Kikweli nimeshukuru kusikia hivyo. Sawa. Ila wanangu, naombeni niwape usia kidogo, kwa sababu nikiwa kama mzazi lazima tu niwahusie wanangu. Kado, huyu ndo mwanamke pekee. Huyu ndo mwanamke jasiri. Huyu ndo mwanamke mwenye haiba za kike. Unanielewa vizuri? Mwanamke mwenye utu, mwenye busara, upendo wa dhati na huruma kwa mwenzie. Maisha duniani ni kuhurumiana. Mapenzi ni kusaminiana na kupendana. Kama huyu mwanamke ameweza kubeba hizo sifa, Kado, nikuombe mwanangu, naomba usimpoteze. Leo mimi nawaunganisha, leo upendo wenu uendelee kudumu na uwe wa dhati. Kado mwanangu, huyu sasa ndo mwanamke anayostahili kuitwa mke, mwenye sifa ya mke. Si unanielewa? Mwanamke ambaye ana utu, anajali, ana uthubutu. Huyu sasa ndo mwanamke mwenye haiba ya kike. Chunga mwanangu, usije ukampoteza. Umenielewa wanangu? Ndio mama, nimekuelewa sana. Na pia nashukuru sana. Nitamtunza sana Kado. Hivi nyinyi jana Wakeleza mmeiona ilivyokuwa ya moto? Shoga yangu mimi nimeiona. Ila inapaswa kujifunza. Mambo yaliokuwa mule yote yanahusiana kabisa na maisha yetu. Kabisa. Mama, kujifunza sasa. Wewe shoga yangu umejifunza nini? Shani vipi? Mbona mbio kama mlingoti? Kitu gani?
Tatizo na nyinyi mmepoa kama ujua mgonjwa. Nyuma kuna mambo huko. Kuna mambo gani tena nyuma? Nyuma kuna ndoa kule wenzenu. Ndoa? Ndoa hiyo nani nana? Nani mwingine ubazito huko ndani kama sio Kim na Kado? Nilijua. Mama nilijua. Nachoka na hii ndoa ya kimya. Shani, unakumbuka jana wakati tumetoka safari zetu? Hapa tulikutana na nini? Yale pale ndo alikuwa anaanza. Kwa hiyo leo ndo ndoa. Haya, mfungishaji hiyo ndoa nani sasa? Nani? We mama mtu mzima. Ndoa imekupa heshima. Mama yule jamani, unataka kuniambia yeye ndo kaunganisha haya mambo? Jamani, huyu mama mbaya. Mama mnafi huyu. Yes, ndo siku ile tena ugomvi kikili. Usipigane, sikimeenda kimerudi. Si ndo huyu mama huyu? Na nasaa juu. Leo hii tena wewe ndo unataka kufungisha ndoa. Alafu jamani, na hiki kisichana sijui Kim kilivyokuja hapa kupanga kilikuwa kipole. Unaweza ukasema si mtakatifu. Leo hii tena kubeba mume wa mtu jamani. Mume anauma jamani. Na kama kubeba atabeba mume wa huyo sio kwangu mimi. Yaani mimi nikija siku kusikia nitamnyia. Usicheke na asila. Asubutu mziki afu aone. Yaani nakwambia yule mtoto kama nyoka. Yaani mambo yake ya chini lakini kiboko. Tena. Watu wengine hawana aibu. Aise, nawaambieni jamani, tuwe makini na waume zetu. Asa? Ipo siku huyu hichi kisokolo kwinyo hichi kitapita nao. Mimi nawaambieni. Umakini huo mlete nyinyi, mfanye nyinyi watoto wadogo. Sio mimi mtu mzima mwenye miaka yangu 30 yangu inayoyoma, mtoto kama yule mimi aniharibie siku. Sio kweli. Sio kweli. Nakwambia mimi. Jamani. Nakwambia Danifa, mimi natoka hapa mguu mosi mguu pili. Kwa yule bibie. Ubuyu sitaki nikae nayo kooni. Nakwambia mchuzi wa mbwa nakwambia unanyoa wa moto moto. Ukiwa umepoa shoga haunogi. Sasa mimi hapa. Na upeleka ubuyu kama ulivyo. Tena ikiwezekana chumvi, ndimu, pilipili, mchuzi unoge zaidi. Upo mama? Wewe Zalina wewe. Haya unaenda wapi? Yaani shoga yangu hili nikae nalo looni masaa 24 yapite, labda sio mimi. Hapa mguu mosi mguu pili kwa yule bibie. Yaani haiwezekani kwamba niliache lipite. Shoga, yani yule bibie ninavyomjua, umundani leo kitanuka. Naenda shoga yangu. Wewe unataka kuniambia unampelekea mwenyewe ya maneno? Wewe! Yaani pambe tu. Sasa sikiliza nikwambie kitu Zalina. Usisahau na kitu kimoja kumwambia mama mwenye nyumba ndo kafanya haya yote. Mama sio mtu mzuri huyu jamani. Yaani yule mama anaanzaje kumkosa? Nenda mama, unachelewa. Mama kama mchawi yule, yani hapa. Na nikiona hajaelewa itabidi mimi nije niongezee. Udugu wangu. Bora hata nimekuona udugu wangu. Shoga, nilikuwa nina ubuyu umbea moto moto. Kwanza unanisikiliza? Upo pamoja na mimi au upo mbali? Sio pamoja tu. Yaani hapa nimekaa kwa makini nisikie umbea bado wa moto. Nashukuru shoga kwa kunisikiliza. Sasa shoga yangu, ubuyu huu. Shoga, unamkumbuka yule shoga yako ambaye alikuwa yule shoga yako ambaye alikuwa anajikuta yeye mama huruma. Akiona mara Kado anafanywa hivi, mara yeye anamuonea huruma, anakaa kinyonge nyonge, mara analialia. Shoga, kumbe yule alikuwa ni kidudu mtu. Alikuwa anasubiri tu litokee jambo shoga yangu. Sasa hivi ninavyokuambia, penzi paja na wewe bwanako. Gari kwaga na uwezo, ningemwomba Rais Mama Samia afungwe makama mapenzi, nimechoka kuumizwa ila ndo sina vigezo, na muomba Muumba wa dunia, haya ninayoyapitia naumiza sio mchezo. Ona mapenzi alofanya Samsoni kwa Delila akanasa, ndo mapenzi alofanya kafungwa Babusea